Siku zote pale ambapo panashindikana kwa serikali kuweza kutimiza majukumu yake kwa msingi uliostahili, basi tunaamini wananchi husimama imara na kuweza kutetea haki zao. Lakini sakata la mafuta kupanda bei kwa kipindi hiki limezua taharuki kubwa, hali ya kuwa ripoti zinazotolewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hakuweza kuwa ripoti bubu. Lakini kwa makala, kabla sijakupeleka kwenye makala kuu, nikukumbushe tu kwamba kama haujasubscribe usisahau kubonyeza neno subscribe, kwani taarifa hizi utazipata kila siku kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameagiza magari ya serikali kupunguza matumizi ya mafuta, huku akisema anaanzia kwenye ofisi yake, ambapo akiwa na safari maafisa wengine watapanda kwenye basi kwa pamoja na magari yatakuwa ni machache. Lakini akizungumzia Ikulu Chamwino jijini Dodoma leo Aprili 8, 2026 baada ya kuwaapisha viongozi, Rais Samia amesema kwamba hali duniani tumeiona kwamba imeleta athari kwa ulimwengu mzima, na wiki iliyopita hapa nilikuwa narushiwa bei mbalimbali za mafuta kwa dunia nzima, nikiona bei zilivyopandwa, huku akitolea mfano kwamba ni euro shilingi 600 kwa lita moja, ambayo Marekani ni USD 800 kwa kila lita moja. Lakini ukija kwetu Afrika bado mambo yapo juu. Kuna nchi tayari zimeshawapa watu wao ruhusa kufanyia kazi majumbani, kusiwe na movement kwenda maofisini na kuweza kurudi majumbani. Lakini pia kuna nchi zimepunguza matumizi ya mafuta na wana upungufu wa mafuta, na leo tumeamka na neno la faraja kwamba angalau pale Hormuz ukiongea nao vizuri, wale jamaa meli inapita, kwa hiyo inatupa hope kwamba meli itapita. Lakini na kwa ile kuruhusu tu meli za awali za Japani, ni kwamba Ufaransa na kadhalika kidogo ameona kwamba bei imeshuka kidogo, lakini sasa hii inatupa matumaini. Lakini hatujui yule jamaa wa Irani anavyoamka ndio dunia inavyocheza hivyo. Lakini kwa hiyo nimesema niligusie kwamba tuna hiyo crisis ya mafuta, hivyo tuwe makini. Lakini awali hapo, ndani ya serikali tuna matumizi mengi ya mafuta, magari ni mengi, safari zetu ni nyingi. Ni waombe sana tuanze kupunguza matumizi ya mafuta, na mimi naanzia ofisini kwangu, ambapo katika misafara yangu itabidi niweze kupunguza baadhi ya maafisa. Lakini pia msafara utakuwa escort yangu na polisi na yangu na magari ya akiba nyuma yanayobakia, wote na waingiza kwenye kibasi hata kwa mafuta. Lakini kabla, naomba turudi kwenye pointi ambapo sasa taharuki hiyo ya ripoti imeweza kuzuka pale ambapo ametaja zile bei kwa kudai kwamba lita moja ni dola shilingi 800 kwa Marekani, lakini ni euro 600 kwa Europe. Lakini kwa wanaharakati waishio nchini Marekani, wamehalalisha bei nje. Tukipitia ukurasa wa X wa Roma Mkatoliki, amedai kwamba galoni moja nchini Marekani ni sawasawa na lita 3.79, lakini pia 1 lita ni sawasawa na galoni 0.26. Lakini pia kama galoni 6 ni sawasawa na lita 22.7, hivyo ni sawasawa na USD dola shilingi 30, ambao ni sawasawa na 77,500 kulingana na rate exchange ya nchini Tanzania. Lakini vivyo hivyo galoni moja ya Marekani ni sawasawa na lita 3.79 lita, ambazo ni sawasawa na USD 5, ambao ni sawasawa na shilingi 12,900 kwa Tanzania. Vivyo hivyo galoni 0.26 ni sawasawa na 1.3 USD, ambao ni sawasawa na lita moja, ambayo inakuja kukupa hesabu ya 3,360 kwa nchi ya Tanzania. Hivyo basi Marekani lita moja ni sawasawa na 3,360, huku Tanzania bei ikiwa ni bubu hadi sasa, kwani baadhi ya sheri zimesimama kwa bei ya shilingi 4,000 kwa lita moja. Hii dola 800 imetoka wapi? Katika ripoti ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Vile euro 600 zimetokea wapi? Kwani euro 6 it is almost ni sawa na milioni kadhaa, 11 au 12 kama sijakosea.
Sasa ripoti hiyo imeweza kuzua gumzo na wanaharakati mbalimbali wamesimama wima kuweza kuzidi kupinga vikali uongozi wa mama. Na kwa mengine mengi usisahau kubonyeza neno subscribe, kwani taarifa zote utakuwa ukizipata hapa kupitia channel yetu pendwa ya Mjadala TV.